unapoota watu waliokufa inamaanisha umeunganika na roho za wafu. Na watu wengi sana labda wanatazama hapa hivi si Nuru Okanga peke yake. Lakini kuna watu wengi sana hapa hivi unakuta kwamba mtu anaotaga. Hello guys, is your girl Fehi na tuko ndani ya Penina Rasungu Foundation. So guys, mazee kama uja subscribe, make sure umesubscribe na umepiga kengele hapo chini. Ni free tu. Guys, jana tumeona Nuru Okanga amepost kitu ikashangaza ulimwengu mzima. Yani amesema ametokezewa na baba na vile aliona baba alikuwa amekasirika. Akamwambia haongee na familia kwa sababu tuliona Raila Amolo Odinga alizikwa na kofia yake pale na tai. Akamwambia enda uongee na familia watoe ile tai na watoe kofia nipumzike kwa amani. Na leo hii tumetafuta Bishop Israel Yohana atuambie hiyo ndoto ya kuota na watu wamekufa inamaanisha nini. Karibu Bishop. Asante sana Penina Rasungu Foundation. Yes. Kuna kitu nataka kuongea kuhusu roho za wafu. Roho za wafu haziongei na watu walio hai. Maana Mungu walio hai hawana uhusiano na waliokufa. Na ukianza kuona unaongea na waliokufa na wewe uko hai, inamaanisha kwamba you are connected to the death. Inamaanisha kwamba wewe umeunganika na maroho ya watu waliokufa. So inamaanisha kwamba umeanza kuindwa na roho za wafu. Na ikiwezekana kama hautaenda kuombewa, wala zile roho za watu za wafu zitakuhangaisha, zitakutesa sana na mwisho utajipata kwa kaburi na waliokufa. So unapoota watu waliokufa inamaanisha umeunganika na roho za wafu. Na watu wengi sana labda wanatazama hapa hivi si Nuru Okanga peke yake. Lakini kuna watu wengi sana hapa hivi unakuta kwamba mtu anaotaga na waliokufa, unaota na nyanya yako waliokufa, unaota na baba yako waliokufa, ama mama yako waliokufa, ama mtu wa ukoo waliokufa. Na kila wakati unapoota hiyo ndoto utangi ndoto nzuri, labda unaota akikupatia chakula, mwingine anaota akimkimbiza, mwingine anaota akikunyonga. Kwa hivyo roho za wafu ni ndoto ambazo zinaleta mateso katika maisha ya mwanadamu. So unakuta kwamba unapounganika na maroho za watu waliokufa kuna hatari katika maisha yako. Yawezekana hata usifanikiwe katika maisha yako. Yawezekana chochote unachoguza kinakufa. Kuna watu wananiambianga tangu aanze kuota na waliokufa alikuwa na biashara ikaporomoka. Mwingine tangu aanze kuota na waliokufa unakuta na ndoa yake inaporomoka. So roho za watu waliokufa huwa ni roho ambazo zinaunganisha mtu katika ulimwengu wa waliokufa. So kama uko hai na umeunganika na watu waliokufa, unahitaji maombi, unahitaji kuombewa ukombozi, unahitaji kutenganishwa na roho za waliokufa na uweze kuishi maisha yako. Maana yake unakuta kuna watu katika maisha yao tangia aanze kuota na watu waliokufa, unakuta kama ni kazi anapataga, hiyo kazi inaisha. Kama ni ndoa anaingia, ndoa inaisha. Huyo mtu hata akianza biashara, biashara inaisha. Chochote anapo achieve katika maisha yake, hiyo kitu kinamsumbua sana, hata kitambo kwamba akuja kufanikiwa lazima ateseke sana, kwa sababu roho za waliokufa huwa zinamaliza kila kitu katika maisha yako. Na zinakufanya kwamba unaishi kama mtu ambaye amekufa katika maisha yako. Yaani wewe unaishi lakini katika ulimwengu wa mwingine umekufa kitambo, kwa sababu unaoishi nao katika maisha yao unaishi na waliokufa. Unaongea na waliokufa. Hivyo inamaanisha kwamba wewe tayari uko katika ulimwengu wa waliokufa. So hivyo mtu kama Nuru Okanga, ushauri wangu kwake kwamba ni aende atafute mchungaji amuombe na mtenganishe na zile maroho. Na jambo la kwanza alisema kwamba Raila alizikwa na tai, akazikwa na nini? Kofia. Na kofia. Jambo la kwanza, hayo mambo na mila na desturi ni vitu ambazo zilipitwa na wakati. Kwa sasa ni vitu ambazo zimepitwa na wakati, na unakuta mtu ambaye anaishi katika mila na desturi huwa ni mtumwa. Anaishi katika vifungo.
kile chote anacho achieve katika maisha yake, unakuta kwamba anaishi kung'ang'ana kwa sababu anaishi kama mtu ambaye amefungwa. Yaani yuko katika vifungo. Yuko ni kama mtu ambaye yuko katika jela, hayuko free. Maana wewe umeishi katika vifungo vya jamii. Na hizo ndio tunaita kwamba kuna kitu tunaitanga generation altars. Generation altars and curses. Mtu ambaye anaishi katika mila. Yaani lazima ufuate mila za kwenu, inamaanisha wewe ni mtumwa. Inamaanisha kwamba katika uwezi achieve, uwezi inuka maishani kwa sababu kuna limitation katika maisha yako. Na hiyo limitation ni hizo mila za kwenu. Kwenu unakutaka sasa labda kama kwenu watu wanakufanga wakiwa katika age ya miaka 50. Ukitaunganika na mila za kwenu, hata wewe hautapitisha miaka 50. Kwa sababu kuna hiyo roho ya limitation kwenu, na hiyo yote inatokana na mila. So unakutaka kwenu labda yule mtu mwenye alitajirika kabisa, labda alinunua baisikeli. So wewe utakapofika mahali pa kununua gari utakufa. Kwa sababu kwenu hamufikiangi hiyo level. Ukitaka kufika hiyo level, unakuta sasa lazima tu hiyo mila za kwenu zikumalize, kwa sababu mila za kwenu hakuna mtu ambaye ameshawahi nunua gari. Kwenu hakuna mtu ambaye hata ameshawahi jenga nyumba ya mawe. Kwa hivyo wakati tu utaanza kujenga msingi wa nyumba ya mawe, unaanza kuwa mgonjwa, kidogo kidogo umelazwa, kidogo kidogo umekufa, kwa sababu katika mila za kwenu wewe umeingia na mila za kwenu. Na unakuta katika ukoo wa kwenu wale ambao walikuwa wanasimamia mila, hakuna mtu amejenga nyumba ya mawe. Hakuna labda mtu amefaulu katika maisha. So wewe kufaulu huwezi faulu. Bishop, ukiangalia pale kwa comments, kwa mafans wanauliza Nuru nini kama anaongea ukweli, aliota na Raila ama ni kiki anafanya. Je, mimi nauliza yule mtu si wa familia, si wa ukoo, hawana ukoo na yeye, anaweza ota na yeye? Sasa jambo la kwanza, yeye si wa familia, si wa ukoo, lakini yeye alikuwa mfuasi wa nani? Wa Raila. Na kama kuna wakati ameshaenda kwa Raila na akapatiwa pesa kwa mfuko na Raila, inamaanisha walikuwa connected katika namna moja ama nyingine. Kwa hivyo walikuwa connected katika ulimwengu wa giza. Unasikia? Katika namna nyingine walipata connection. So unakuta labda kama kuna maroho fulani ambayo inafuata hiyo jamii, inamaanisha hata Okanga atakuwa mmoja wa kufuata na maroho, kwa sababu wamekuwa connected. Connection ya mtu, connection yako na mtu fulani si lazima ndio kwamba kuwa katika hiyo mila, lakini mnaweza hata mkule kikombe kimoja na yeye, mkule katika meza moja, lakini kupitia katika chakula tu mnakuwa connected na mnakuwa kitu kimoja. So unakuta kwamba yeye hakuwa wa mila, lakini walikuwa connected katika chama. Yeye alikuwa mfuasi halisi, na labda wameenda na akakula labda chakula cha Raila Odinga ambacho kimetoka katika mfuko ya nani, mikono ya nani, ya Raila Odinga. Kwa hivyo inamaanisha kwamba walikuwa connected somehow. Spiritually walikuwa nini? Walikuwa connected. So kama walikuwa connected, inamaanisha kwamba kuna maroho fulani yanaweza kuwa kumtokezea. Kwa sababu walikuwa connected spiritually. So unakuta kama kuna maroho ambaye alikuwa anasumbua familia, pia atasumbua Nuru Okanga. Sasa ukiangalia Nuru ameota hiyo ndoto, anaweza ambia familia then wafanye vile hiyo ndoto inasema? Haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu wafufue mwili, watoe hiyo kofia na tai. Haiwezekani kidogo, kwa sababu yeye walikuwa tu connected spiritually. Na kama walikuwa connected spiritually, inamaanisha kwamba huyo mtu ni spiritual tu katika ulimwengu wa roho, walikuwa connected, lakini physically ama biologically hawako connected popote. Na kwa sababu yeye si mtu wa ukoo, hakuna wakati mambo yake yatachukuliwa maanani sana, hakuna haviko nayo vile yatatiliwa maanani sana. So mimi labda ushauri wangu kwa Nuru tu Okanga ni ya kwamba ni aende akuwe disconnected. Aende akuwe disconnected spiritually. Kama kuna mambo ambalo labda yalikuwa nafuata ile jamii, asimfuate. Maana yakiendelea kumfuata atahangaika sana, atateseka sana, na ataenda basi akufe premature death. So ombi langu kwake basi ni atafute mchungaji, amuombe na amfanyie disconnection. So Bishop, umesema kuota na mtu aliyekufa ni vibaya. Kuota na mtu aliyekufa? Yes. Ni vibaya kabisa. Kwa sababu
neno la Mungu linasema kwamba Mungu ni wa walio hai, si wa walio kufa. Kweli. Unapoanza kuota na watu waliokufa, inamaanisha hata wewe maroho za waliokufa zinakuwinda wewe. Na uende ikawa usipoombewa yale maroho tu yatakuwinda na ujipate kwenye kaburi. Na ujipate tuko na ukiishi na wao waliokufa, kwa sababu wewe umekuwa connected nao. Unapokuwa connected na zile spirit na ukue kwamba wewe hauna ulinzi wa kiroho, basi yale maspirit yatakuweza na utajikuta mkufi wakati wote. Yes. Sasa asante Bishop. Sasa kuna mtu akikuangalia kwa hapa kwa hii video angetaka kukutafuta, unapatikana wapi? Mimi napatikana niko Nairobi. Ukitaka kunipata utanipata rahisi, maana mimi mara mingi nafanyanga charity kwa slums kule Lunga slums kule, ukielekea sehemu za Mkuru kwa Ruben, Mkuru kwa Njenga, mimi nafanyanga charity huko tukiwa na Penina Rasungu Foundation. Kwa hivyo sasa mkija kule mtatupata, ama unaweza kuwa popote ulimwenguni na labda ungetaka ungane na sisi katika hii foundation ya Penina Rasungu Foundation tuweze kuwasaidia hawa watu wa slums. Hakika wanateseka sana hawa watu, hata kukula chakula inakuwa ni shida. Unakutaga labda mimi na Penina tunaondoka anga siku ya Wednesday, tunaenda tunawapatia unga, tunawapatia manguo na vile Mungu anavyo tuelesha. Labda ungependa kujiunga na sisi pia, huo unatupatia kama bando 3 kwa wiki, na tutashukuru sana. Ama unaweza kutupatia hata kama ni bando 10, tutashukuru sana. Na pia kuna mahali kama uko na nguo ambazo hautumii, uko na viatu za watoto ambazo hautumii, pia unaweza kutupigia hapo, hivyo namba iko pale chini. Tukuambie vile tutapata hivyo utuambie vile tutakavyopata zile nguo, tutazipata in Jesus name. Na kama uko available pia Wednesday, unaweza kuja unganike na sisi tuende tufanye charity pamoja, na siku ya Friday na Sunday baada ya church pia tunafanya charity pamoja. Mungu awabariki sana. Nambari yangu ya simu ni 0722 744 672 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki. Thank you guys. Make sure umesubscribe na umefinya kengele hapo chini. Bye bye.